Movie inaanza, tunamuona mdada amekaa zake sebleni huko na mshikaji anacheka, anafurahi, anapiga picha akiwa anamrekodi bwana wake kwa furaha na bashasha kubwa. Na mshikaji anafurahi the way huyu mdada anavyomrekodi kwa simu yake, inaonyesha wana mapenzi ya kweli, wanafurahi sana. Mwanadada akiwa anamrekodi anamtania bwana wake, anamwambia ona unavyokula, unakula vizuri hadi nakutamani, unakula vizuri sana. Ona basi, kama unavyowajua wadada na utoto pale, demu hata mudi ya kula ana, niko mzum tu bwana yake. Basi anafurahi mwenyewe, anaenjoy. Kiufupi wana maisha ya furaha, mapenzi yao yamenoga, wanapendana tena, wanapendana sana. Sasa tunakuja siku nyingine, wametoka out mtu na mpenzi wake kama ilivyo kawaida, ila mwanadada anaonekana ni slay queen, maana muda wote anajisnap. Mshikaji yuko busy sana na simu, anafight kwa ajili ya mambo ya ofisi na kuweka mipango ya kazi fresh. Ila mwanadada anakuwa disappointed kwa sababu mchizi yuko busy na simu, afu sio kawaida, ishazoea ni kucheka, kufly, kupati na mambo mengine kama hayo. Anamwangalia kwa jicho fulani ambalo sio nzuri, yani mshikaji yupo kwenye mudi kabisa, anamtoa mchezoni mwanadada wa watu. Sasa tunakuja huku, wanarudi, wapo kwenye gari, wanarudi nyumbani na kuambia kwenye gari ni mizozo tu, hakuna maelewano wala nini. Demu anamuuliza mshikaji, kulikuwa kuna maana gani sasa ya kunipeleka out alafu unanifanyia vitu kama hivi? Demu anapiga makelele mengi sana kwenye gari. Mshikaji ni anamsikiliza kwa sababu wanawake kama watoto, kila akitaka kuongea demu hampi nafasi, yani ni moto umetiwa petroli, kelele za huyu mdada nikomesha. Mshikaji kabidi aanze kumwelekeza pale, bwana nisikilize, jaribu kunisikiliza kwa sababu hivi vitu tunaweza tukaongea tu na vikaisha, sio kama hivyo. Au unanitafutia sababu ya kuniacha? Naambie tu, kwa sababu ni kama unanipanda kichwani. Najaribu kukuelekeza uhalisia, hutaki kunielewa, jaribu kuwa mtulivu basi. Basi mshikaji anajitetea sana, lakini wapi. Mwanadada anaonekana kuchukia na kuchukizwa kweli kweli. Mshikaji anaanza kumwambia, kama vipi, naomba uniache kabisa, kwa sababu ninachokuelekeza uelewi. Dem ni kuwaka tu, baada ya miaka 3 ya mahusiano yetu ndio unakuja kunifanyia kitu kama hiki kweli? Haujali. Mshikaji anapa maelekezo, anamwambia naomba uniache bwana. Basi ukimya ukatawala kwa muda kadhaa. Yani muuni hataki kuongea kabisa, lakini mwanadada ni anawasha moto, analalamika sana, anahofia ni kama anachitiwa, maana muda wote ambao walikuwepo pale pabu ni kama mshikaji alikuwa na chati na mtu, anawasiliana na simu. Basi bwana, tunafika nyumbani, tunamwona mwanadada ni kama alikuwa anawasubiri hawa wapenzi. Mpenzi wa mshikaji anawapa privacy, anafungua mlango na kuingia ndani. Mshikaji anabakia pale akiwa amesimama. Mdada anamkabidhi dokumenti za kazi na kumtaka atie sign. Anadai ni kazi ya dharura ambayo inahitaji sign ya bosi. Mshikaji anamuelekeza, kukuwa na haja ya kuniletea huku nyumbani, ungeskani ukanitumia tu kwenye email, ningesaini na nikakurejeshea. Basi kilichokuwa kinaendelea hapo ni mazungumzo ya kazi tu. Mshikaji akaomba peni kwa binti, lakini pia huyu binti ni mzuri na anavutia. Tuachane na hayo. Mshikaji akawa anafunua dokumenti, anapitia na kusoma, akaanza kutia sign pale kwa kila peji ambayo ilikuwa inamhitaji kutia sign, kisha akamaliza. Mwanadada akapokea na kushukuru. Mshikaji akamshukuru pale, asante kwa kujitoa katika kazi. Basi katika hali ya kawaida mshikaji akazama mfukoni ili ampe chochote kitu huyu mwanadada ambaye amejituma kwenye kazi. Baada ya hapo akawa anamuaga ili aingie ndani kwa sababu mpenzi wake amemsubiri ndani. Akafungua mlango na kuingia ndani. Baada ya kufunga mlango, huyu mwanadada haamini kilichotokea kabisa. Tunakuja ndani kwa mshikaji, ni yule demu wake amekaa pale, yupo na space kibao. Mshikaji anaingia ndani, anamkuta yupo kwenye ile hali. Mwanadada anaanza kumwambia huyu bwana wake, kuna system mpya ya kazi ya kuleta wanawake hadi nyumbani kwako. Umeona haitoshi kuwa unaongea nao kwenye simu, umeamua sasa uanze kunionyesha waziwazi. Nilijua tu kwa namna ambavyo ulikuwa unanionyesha tusingefika mbali. Mshikaji ni kama amechoka, maana hizi vurugu zimeanza toka kwenye gari. Ni hataki kumjibu kabisa huyu mwanadada. Kwa ustaarabu anaanza kumwelekeza mpenzi wake, kwa sababu kitu anachokifikiria ni tofauti na uhalisia kabisa. Mshikaji anamwambia mpenzi wake, naomba uache hizi drama kwa sababu kitu ambacho nakifikiria ni tofauti na namna ilivyo. Demu anamwangalia kwa jicho la husda na taratibu anaanza kumwongelea maneno makali. Kama umenichoka, nitakuacha, nitaondoka. Mshikaji anajaribu kumweka sawa, kila akijaribu demu haelewi wala nini. Basi ugomvi unakuwa mkubwa pale, unashindwa kuvumilika kabisa. Na hatimaye mwanadada anaamua kuondoka zake. Mshikaji yeye katulia, hana la kusema wala nini kwa sababu mwanamke ameamua kuondoka. Anaamua kutulia na kumtazama kwa sababu mwanamke huwa bembelezwi. Basi bwana, siku zilipita na wakarudiana tena. Tunakuja siku nyingine, ule ugomvi umedumu, anataka tena kuondoka kwa mara nyingine. Mshikaji ni ishazoea tu vimbwanga vya huyu mwanadada, anamzoom tu. Dada na yeye ujasiri umeshazidi, anaona ni bora tu achane na mshikaji. Kutokana na nini?
matukio yamekuwa mengi, jamaa muombi msamaha, ajishushi wala nini. Kwa anaona ni bora aondoke zake. Basi bwana hana pressure kwa sababu hizo dalili aliziona toka kitambo. Wakati huyu mwanadada anataka kutoka, kuna mama anaingia. Baada ya huyu mwanamama kuingia, huyu mdada akavunga kama alikuwa hataki kutoka. Mshikaji akamfuata huyu mwanamama, wakawa wanakumbatiana pale. Yaani huyu mama alioingia sasa hivi ni mama wa huyu kijana. Basi wakawa wanampokea pale kwa pamoja, wanamuonesha nyuso za furaha. Na mama akawa anawachangamkia pale, maana walikuwa wamekaa kinyonge. Situation aliyowakuta nayo haikuwa nzuri. Na wao wakawa wanajichekesha tu, wanajichekesha kwa ajili ya kumficha mama. Mama akawa anauliza, nimekuta ukiwa unataka kutoka, ulikuwa unaelekea wapi? Maana mwanzoni nilikuuliza lakini hukunijibu. Basi mwanadada pale akawa anapepesa macho, anajiuma meno. Kabla hajaongea kilichokuwa kinajiri, mshikaji akadakia akaanza kumwelekeza Bi Mkubwa. Alikuwa anaelekea kufua. Maana mashine yetu ya kufulia humu ndani imeharibika. Kwa hivyo amekusanya nguo anataka akafue. Si unajua tena nguo ni chafu, alafu ananipenda sana, lazima niandalie nguo. Wakawa wanakumbatiana pale kinafiki na kucheka. Mama akamwambia kijana wake, haitakiwi umwagize yeye. Acha kumpa stress mwanamke mzuri kama huyu. Hebu fanya kumsaidia basi. Chukua hizo nguo zote na uende wewe. Basi mshikaji akawa anampangilia pale Bi Mkubwa na maongezi yakawa mengi sana. Ndio anavyoongea, huyu pisi yake ni anamwangalia tu anashangaa. Mbona jamaa anadanganya vitu vingi kama hivyo? Na Bi Mkubwa bila kujua ni anasikiliza. Ukimwangalia mshikaji ni anajishtukia muda mwingine. Bi Mkubwa akawaaga na kuelekea zake sebleni ili kupumzika. Wao wakawa wanaangaliana kinafiki tu. Wamekuja chumbani, huyu mdada ni anamwambia mpenzi wake, mbona unamdanganya mama kama hivyo? Kuna haja gani kumwambia mama hayo yote? Mshikaji anamuelekeza binti, sitaki kumfanya mamangu anifikirie vibaya. Nilishamuelekeza mimi na wewe tutaoana hivi karibuni. Itakuwaje nikimwambia ukweli? Demi anapiga kelele anamwambia, mimi sikutaki, mimi sitaki, nataka tuachane tu. Nataka tuachane, mambo mengine yaache yapite. Mshikaji anamwambia mwanadada, mimi pia nataka tuachane lakini subiri mama aondoke. Demu anasema, kuhusu kuondoka utajua wewe, lakini mimi nataka kuachana na wewe kwa sababu vituko vyako vimenishinda humu ndani. Majibizano yakawa marefu sana. Mshikaji akawa anampanga demu, kwa hili moja naomba unisaidie, lakini baada ya hapa kila mtu atapita njia yake. Basi binti kabidi awe mpole na kumsikilizia huyu mshikaji. Maana muone alianza kumwelekeza huyu pisi, akamwambia, mama yangu ana blood pressure, mambo yanaweza kuwa mengi. Nikianza kumpa taarifa za mshtuko anaweza kupata madhara makubwa. Binti taratibu akaanza kumuelewa. Akabeba vinywaji ili ampelekee mama. Akiwa pale mama anaita, huko kuna usalama huko? Maana toka mmeingia nasikia kelele tu alafu amtoki ndani. Ikabidi warudi tena waanze kuzungumza. Naomba unapokuwa mbele ya mama usioneshe kitu cha aina yoyote ambacho kinaonesha kuwa tuna ugomvi mimi na wewe. Basi tunakuja huko hapo sebleni, wanapata chakula kwa pamoja. Mama ni anawapigisha story, maana alikuwa amewamiss kitambo kweli hawajaonana. Sasa hapo katikati hakuna kinachoendelea kwa sababu wao wana cha kuongea, wamemdanganya vya kutosha na hawawezi kupiga story kuhusu mahusiano yao kwa sababu ni uongo mtupu unaoendelea. Mshikaji tabia yake kuchezea simu ipo pale pale. Mama anaanza kumtolea namba. Unawezaje kuwa busy na simu muda wote huo? Sio vizuri, wakati wa kula jaribu kuwa serious na chakula. Basi mama akawa anamkanya pale mwanae na taratibu chakula kinaendelea kushuka. Mdada akawa anataka kutumia fursa kumueleza mama kila kinachoendelea, lakini kila akikumbuka namna mshikaji alivyokuwa anamuelekeza anaamua kuvunga tu ili mambo yaishe. Chakula kikao kinaendelea kushuka taratibu. Huku wapenzi kila fundo la chakula linaposhuka ni wanaangaliana tu. Mshikaji akawa anamuelekeza mama yake, unajua mama, hivi karibuni mambo yatakuwa sawa. Mama akawa anamkatisha na mwambia, nilikuwa nimekumisi sana mwanangu, hivyo nilitamani sana kuja kukuona. Mshikaji akawa anampangilia Bi Mkubwa, siku nyingine ukitaka kuja wewe unanipa taarifa. Bi Mdashi anasema, nilikuwa nimekumisi sana, huwezi kujua tu namna gani ambavyo nilikuwa nimekumisi. Tunakuja huku wao hapo chumbani. Mshikaji anaingia na mkuta demu wake amekaa hapa kwa kitanda. Ghafla demu anaanza kumuuliza, hivi unajisikia amani kweli kumdanganya mama yako kwamba tunaenda kupata ndoa wakati hakuna kitu kinachoendelea kati yangu mimi na wewe na hivi karibuni tutaachana? Hivi una amani kweli? Mshikaji anamwambia dem, nimesema ambacho nilitakiwa kusema na hii angalau inaweza kumweka mama yangu katika hali ya usalama. Demu akawa anauliza pale, nini sasa kinatokea baada ya hili? Na unajua nini kitatokea pale ambapo utaanza kumwambia hakuna ndoa? Unaelewa ni nini? Jaribu kufikiria kwa upande mwingine. Inawezekana unachokifanya ufikirie. Mshikaji hapo ni haelewi tu, akaamua kupanda zake kitandani tayari kwa ajili ya kulala, huku mwanamke akiendelea kuongea maneno mengi. The way mwanamke anavyoendelea kuongea ni mshikaji anakasirika tu, ila hana namna ya kufanya. Anajaribu kumuuliza, yote yanatokea wapi? Naomba uniache nipate kupumzika.
Basi wanaamua kulala. Wakiwa hapo kitandani wanavutana kwa sababu hawaelewani na hawataki kushare hata shuka. Huwezi kuamini hata seksi hawafanye, ni wanaamua tu kulala mzungu wa nne. Basi siku ikawa inakata. Tunakuja siku nyingine hapa. Familia imekaa sebuleni, afu kila mtu yuko busy na mambo yake. Ndipo bi mkubwa anaanza kuhisi kitu cha tofauti na kuwauliza, "Nyie kuna nini kinaendelea? Mnafanya nini sasa?" Ujue toka nimeingia humo ndani na waangalia tu. Unajua bado siwaelewi sawa. Basi bi mkubwa anawamind pale. Siku nyingine tena mshikaji amekaa zake sebuleni anaplay mziki huku akiandaa chakula kwa ajili ya kujipatia nguvu. Wakati huo akianza kumponda mwanamke ambaye yupo kwenye mahusiano naye ikiwa anamdanganya mama yake. Muda huo mama yake anaingia ndani na kusikia mziki wa ajabu. Anaanza kuulizana hii ni nini? Taratibu anaanza kufuata mziki ulipo. Huku mshikaji anachanganya viungo kwenye chai yake akiwa anatoa maneno ya shombo kwa mpenzi wake. Ndipo mama anasogea mpaka pale alipo na kuanza kusikia maneno ambayo anazungumza peke yake. Mshikaji na yeye elewi kitu, ni anatoa shombo tu. Hasa bi mkubwa wake yupo nyuma anasikia kila kitu ambacho mshikaji analopoka. Anaongea kuhusu mwanamke kwamba tunamdanganya bi mkubwa na nini. Vitu vyote analopoka tu hapo, afu haelewi chochote kabisa. Bi mkubwa pale nyuma anapigwa na butwa. Kumbe upendo na mambo yote wanayofanya mbele yangu ananiigizia. Basi mshikaji anajimaliza, anaendelea kuchanganya chai yake kwa furaha na makelele ya juu. Akiwa anaendelea kuchanganya chakula chake, ndipo anageuka nyuma na kugundua kuwa mama yake alikuwa anamsikiliza kila kitu alichokuwa anaongea. Mama akaanza kuongea maneno ya huzuni na kumwambia kwa kila kitu ulikuwa unanificha, kila kitu ulikuwa unanidanganya. Mshikaji akamfuata akamwambia, "Hapana mama, naweza nikakuelezea, naweza nikakwambia nini ilikuwa." Mama akawataki kusikia kabisa. Muda huo mpenzi wake ndo anaingia ndani. Kwa sababu haelewi nini kilitokea na mkumbatia mpenzi wake na kuanza kuongea maneno mazuri, huku mshikaji anamwambia anajua kila kitu. Baada ya kusikia hivyo anashtuka. Anajua. Pale anaanza kuongea kwa sauti ya juu akisema, "Ni yeye ndio aliyeplani, ni yeye ndio aliyepanga kukudanganya. Mara nyingi nimekuwa nikimwambia kuwa tumwambie mama ukweli, lakini amekuwa aking'ang'aniza kukudanganya. Unaongea nini wewe? Usiniangalie kama hivyo." Basi ikabidi wakae sebuleni ili aanze kuzungumza hilo swala kwa upana. Mama akaanza kulalamika pale, "Nimekuwa nikiwaambia kila usiku kuhakikisha ndoa yenu itakuwa nzuri, yenye furaha na amani." Binti akawa anasema, "Si mimi, ni yeye ndio aliplani, ni yeye peke yake ndio aliyeplani kukudanganya muda wote. Nimekuwa nikimwambia kuambia ukweli, ni yeye peke yake, wala usilaumu mimi." Mshikaji akaanza kucheka pale kwa hasira. Demu hapo anaanza kumwashia moto, "Kwani si ni wewe? Ni wewe ndio." Mshikaji anaendelea kucheka na kusema, "Kwa hiyo wewe haupo kabisa katika hili." Akasema, basi sawa nimekuelewa. Mama nakuomba usimsikilize kabisa huyu mwanamke." Mama akawa anawaambia pale, "Mnaweza kabisa kujisikiliza nyewe wenyewe mkiwa mnaongea." Mshikaji akajibu pale, "Mama, ilikuwa ni kosa la mpenzi wangu. Alikuwa anataka kila kitu anachokifanya afanye na mimi, wakati huo mimi nafikiria kazi." Mdada akasema pale, "Ndiyo, alipoteza kabisa uaminifu. Kwa mwanaume yeyote asingeweza kumwamini na kumsikiliza. Amekuwa na tabia za kishenzi sana. Haonishi ushirikiano wowote mbele yangu. Na kwa namna anavyoona alikuwa ananichiti na wanawake wengine." Mshikaji akawa anajitetea pale, "Hapana, ni akili zake za kipuuzi." Mwanadada akawa anasema, "Muongo huyo anakudanganya, anajaribu tu kujitetea." Mshikaji akawa anapigiwa pale simu. Mama akamwambia, "Usipokee hiyo simu. Unaona tatizo ambalo tunazungumzia hapa ni kwa sababu upo busy na simu. Muda wote unachezea simu. Shida ni nini mwanangu? Unajua haya mambo ni mambo ya kuzungumza. Mkikaa mkiongea mnayamaliza kabisa. Sidhani kama hapa kuna changamoto. Ninaona kama utoto tu ambao mnanifanyia." Mshikaji kama kawaida anajitetea, "Hapana mama, mimi sio kwamba nakosea, ila simu zingine ni za ofisi na inabidi nipokee, nizungumze na watu ofisini." Mdada akaingilia, "Sio kweli, ni umalaya wako tu, hakuna simu za ofisi wala nini mama." Mama akasema, "Embo acheni haya yote, najua mnafanya hivi ni kwa sababu tu hamuelewani, lakini mkikaa chini mbona mnaweza kusolve haya yote, lakini msifikirie kwamba hii ndoa haiwezi kufanyika. Na hakuna kitu ambacho mnaweza mkaniambia kikabadilisha mindset yangu. Kwa namna yoyote ni lazima ndoa ifanyike hapa na haitochukua muda nawaambia. Mwaka huu lazima mfunge ndoa." Basi mama akawa anawasha moto pale, "Lazima muoane, hamwezi kunifanyia." Kwa leo tuishie hapa, tukutane katika video inayokuja. Asante. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe, bila kusahau kushare kwa watu na wadau wote wa hivi vitu.